Kuna baadhi ya watu huingia katika maisha yetu kama baraka na huondoka kama funzo, lakini wapo wengine huja kama ndoto na huondoka wakiwacha majeraha ambayo hayaponi kirahisi. Miaka 6 iliyopita nikiwa kidato cha 4 ndipo nilipokutana na yule mrembo. Jina lake siwezi kulitaja. Sijui kama ni macho yake, tabasamu lake, ama utulivu wake uliokuwa unaniongelea kimya kimya. Lakini kwa mara ya kwanza hisia zilinisukuma kutoka kwenye uoga hadi kwenye ujasiri wa kumfuata na kumuomba namba yake ya simu. Nakumbuka vizuri, nilipokuwa nikiongea naye kwa mara ya kwanza, alikuwa na haya sana. Alikuwa akiinamisha uso chini, akishindwa hata kuniangalia machoni. Sauti yake ilikuwa ya chini, yenye uoga, kana kwamba kila neno lilihitaji ruhusa kutoka moyoni mwake kabla ya kutoka midomoni. Tulipoanza kuwasiliana kwa simu, hali ilikuwa ile ile. Alikuwa anajificha kwao ili tuongee. Lakini siku zilivyozidi kusonga, ndipo siku moja alinikubali tuwe wapenzi. Na hapo safari yetu ya mapenzi ndipo ilipoanza. Mapenzi yetu yalikuwa matamu sana, hasa nyakati za usiku. Tulipigiana simu kwa masaa, tukisimuliana ndoto zetu, tukitaniana, tukicheka, hadi kufika hatua ya kushindana nani wa kukata simu. Na mwisho wa yote, usingizi ungetupata simu zikiwa bado masikioni, bila hata mmoja wetu kukata simu. Lilikuwa penzi zito kweli kweli, maana ndivyo nilivyoamini. Baada ya miaka kadhaa kupita, hali ya maisha kwao ilibadilika. Ikamlazimu kuenda Saudi Arabia kutafuta ajira, na mimi ikabidi kubaki huku nikiendeleza masomo yangu, nikifuatilia ndoto yangu ya kuwa mwanahabari. Aliposafiri nilihofia umbali ungetutenganisha, lakini kinyume chake mapenzi yalizidi kunoga. Kila siku ilikuwa ni video call, kila siku ilikuwa ni kutazamana kwa njia ya simu. Na kuna nyakati, kwa sababu ya matamanio ya mbali, ilibidi anionyeshe zaidi ya tabasamu lake, ilibidi anionyeshe vya ndani zaidi. Na kwa kumwangalia tu kwa macho, nilijikuta nikizidi kumtamani. Ama kweli alikuwa mtamu kweli. Miaka 3 ilipita akiwa Saudi, na siku ile aliporudi nilifurahi kuliko maneno yanavyoweza kuelezea. Kumkumbatia tena baada ya miaka 3 ya kumuona kupitia kioo cha simu ilikuwa kama ndoto iliyotimia. Lakini hapo ndipo matatizo yalipoanza. Kwa jinsi nilivyolelewa, niliamini kuwa kujizuia kimwili kabla ya ndoa ndio msingi wa ndoa yenye baraka. Niliamini kuwa nisipozini na mpenzi wangu, basi nitaongeza nafasi ya kumuoa siku moja. Lakini kwa upande wake ilikuwa tofauti. Miaka 3 ya Saudi ilikuwa imejenga ndani yake tamanio kubwa la kimwili. Aliporudi aliamini wazi kuwa sasa ni muda wa kupunguza yale matamanio. Lakini nilipomwambia tungoje hadi ndoa, hapo ndipo balaa lilipoanza. Alianza kunishuku, akaanza kuniambia kuwa simpendi, kuona kuwa sitaki kumfikisha nyumbani kwetu ili ajulikane rasmi. Kulimpa tafsiri kuwa ninamficha, na mimi kwa hofu kuwa bado nipo masomoni na sijahitimu, nikihofia familia yangu wanaonisaidia kimasomo watanichukulia vibaya. Niliendelea kusita, na kusita kwangu kulizidi kumpa hasira. Alianza kuamini kuwa kutompeleka nyumbani ni ishara ya kuwa nina wanawake wengine, kwamba kwake nampotezea muda, na hatimaye alichoka, akaamua kuniacha, na kwa muda mfupi tu akanifuta kabisa kwenye maisha yake. Nilijaribu kumtafuta, nilijaribu kuwasiliana naye ili tuyamalize, ili turudiane, lakini haikuwezekana. Hata kwao sikuwahi kufika. Alikuwa ameshanibloki kwenye mitandao yote, na baada ya muda akatoweka kabisa. Baada ya kuuliza ndipo nikapokea taarifa ambayo iliniacha na donda moyoni. Nikaambiwa tayari ameolewa na mtu mwingine, na siku hiyo
Niligundua kuwa si kila penzi linaishia kwenye ndoa. Mengine huja kutufundisha kuwa hata nia njema inaweza kutafsiriwa vibaya, na wakati mwingine kuchelewa kidogo tu kunaweza kukugharimu milele. Mpaka leo donda lile bado lipo, kwa sababu nilimpenda sana. Msimulizi na mtunzi wa hadithi hii ni mimi, Dabaso Sultan.